Utakaposikia sauti ya Mungu huwezi kuwa na matatizo. Mungu anaongea nawe. Mungu anaongea na wewe. Ibrahimu, acha nukelera uwo mwana, usimchinje mwanao. Nabonye ko wanyumviye, nimekuona kwamba unanitii. Wewe uko kwenye mkutano huu, kwifurije kumvira Imana na kusimu usikie sauti ya Mungu. Sikia sauti ya Mungu. Haleluya, haleluya. Ibrahimu alipoangalia nyuma akasikia mtu anamuita. Sauti aliyosikia kuna mtu. Alipogeuka akamuona dume la kondoo alikuwa ameshikwa kwenye mapembe yake. Akaenda akamchukua ule kondoo wa mwana mukura kugicani, ule mtoto akamtoa kwenye madhabahu. Ntama ni acikerwa mu gishimwa cha Isaka. Ule kondoo ndiye alichinjwa wakati wa Abrahamu. Niko nasema baraka za Ibrahimu. Baraka za Ibrahimu ndizo tunazotembea nazo. Yesu ali mu muryango wa Abrahamu mu rutonde. Yesu yuko kwenye ukoo wa Ibrahimu, kwenye ukoo. Murutonde ava muri Abrahamu. Kwenye ukoo anatoka kwa Ibrahimu. Abyaye Isaka. Ibrahimu alipomzaa Isaka, Isaka yashishikara byara. Isaka naye aliendelea kuzaa. 12. Ya miryango 12. Ya miryango 12. Wale makabila 12. Nukuvuga rero, ni kusema kwamba Yesu bicha biratonda no muri Yakobo, kama murorongo mpaka kwenye Yakobo, birabandanya nuga Yosefu, kaendelea mpaka yule Yosefu tuliyemuona Yusufu. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Isaka igeduka na zigangwi. Isaka alipokuwa na kuni, chari kigereranyo cha Yesu, ilikuwa ni ishara ya Yesu kwamba taenda na msalaba. Mungu ana maandalizi mema. Mungu anakusudia mema. Kama ulimuomba Mungu ukakawia kujibiwa, kama ulitoa kama usieleza shida yako ikakawia, usikate tamaa. Barira mugenza wa mwicaranya ati muri iki gikorana witegure kwakira inyishu y'Imana. Mwambie ndugu yako katika mkutano huu, subiria muri iki gikorana, mubarira witegure kwakira inyishu. Kwenye mkutano huu subiria jibu lako. Haleluya, haleluya. Imigisha y'Imana iri kwiragenda uko yakire mamo yera yamanutse. Baraka za Mungu zinatembea mahali hapa. Anayetaka apokee. Roho ametushuka. Imigisha y'Imana iri kwiragenda uko yakire mamo yera yamanutse. Baraka za Mungu ziko mahali hapa. Baraka za Mungu zinatembea mahali hapa. Naipenda pokee. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Kuvuga rero wemeye ukaja Imaniri. Ukikubali kwenda karibu na Mungu. Twasomye Yesu. Tumesoma Yesu arunguruza abigishwa, akawahamisha wanafunzi wake. Twasomye ngo abavanaho abaja abashikana harabana nibe. Tumesema kwamba akawatoa akawafikisha panapo karibu na Betania. Arabunguruza abashikana harabana ni Betania. Akawatoa pala akawafikisha karibu na Betania. Kugira ngo Imana iguhezagire itegerezwa kukunguruza. Ili Mungu akubariki anakuhamisha. Arakunguruza anagushikana hano. Anakuhamisha kana unakuweka sehemu. Haleluya. Haleluya. Biblia ivuga ngo, Biblia inasema kwamba
Kera n'abantu twari. Zamani sisi tulikuwa si watu. Twari dupfuye. Tulikuwa tumekufa. Twishwe n'ibicumuro. Tulikuwa tumekufa na dhambi. Ariko ngo yatuzuye. Lakini akatufufua. Tugira n'abazima na Kristo. Akatufanya wazima na Kristo. Tudugana. Akatuvusha. Twisharikana na Kristo ahantu ho mwisho. Akatukalisha pamoja na Kristo sehemu ya mbinguni. Iratuduza. Akatupandisha. Twisharikana na Kristo. Akatukalisha pamoja na Kristo. Tuli hapa tulipo watu wa Mungu tuli mu kindi kibanza. Tuko kwenye sehemu nyingine. Turi ahantu ho mwisho. Tuko sehemu ya mbinguni. Ahantu ho mwisho. Tuko sehemu ya mbinguni. Tuko tukiwa tunaongea maneno ya Mungu. Wa muimbaji alimba kwamba tunaongea yale watu wa duniani ambao hawajui. Tunaongea yale ambao wa dunia hawajui. Tena wa kidunia hawezi kusikia sauti ya Mungu. Yesu anasema kwamba ambao wako kwenye zizi langu ndio wanaosikia sauti yangu. Ashobora kubahamagara umwe mu izina. Tena naweza kuwaita mmoja mmoja. Izo ntama ntizishobora kumva amajwi y'abahandi. Hao kondoo hawezi kusikia sauti ya watu wengine. Ndio umwungere mwiza ngo akaca ajije imbere. Tena huyo mchungaji mwema anatangulia mbele. Akaca zimukurikira. Nao kondoo wanafuata. Yesu aratugiye imbere tuza mu kigororero tuva Misugi. Yesu ametuenda mbele tukitoka Misugi kuja Kigororero. Yesu arabashi. Waliotoka Kakongo Yesu aliwatangulia mbele. Haleluya. Aho ngaha Yesu arabagiye imbere arabarongora muri bibikorwa. Watu wa hapa Kigororero Mungu aliwaongoza katika kumandalizi haya. Kila gikorana gitegurwe barumvise ijwi. Na ili mkutano huu uandaliwe walisikia sauti. Hari ikimana igomba muri iki gikorana. Kwamba Mungu ana kusudio lake kwenye mkutano huu. Inagomba kukiza abantu muri iki gikorana. Mungu anataka kuponya watu katika mkutano huu. Tena ameshaanza kuponya watu. Haleluya. Inagomba kubohora abanyabyaha. Anataka kufungua watenda dhambi katika mkutano huu. Anataka kuwatua mizigo. Ikomera mashirani. Piga makofi Yesu. Abashikanya harabana ni Betania. Alipofikisha karibu na Betania, achaterura amaboko atangura kubaheza. Akanyanyua mikono akaanza kuwabariki. Aharabana ni Betania. Betania haramateka ameze gute? Karibu na Betania. Betania pana Betania haramateka habari kameze. Betania palifanyishwa nini? Ni Betania. Hapo Betania Yesu arahakunda kuko hari inshuti ziwe. Yesu alikuwa anapapenda kwa sababu kulikuwa na wapenzi wake. Kigororero hari inshuti za Yesu. Kigororero kuna ndugu zake za Yesu. Kabuyenge hari inshuti za Yesu. Kabuyenge kuna ndugu za Yesu. Kakongo hari inshuti za Yesu. Kakongo kuna ndugu za Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu arahakunda. Yesu alikuwa anapapenda. Nishagituma Yesu ali hano. Ndio maana Yesu yuko mahali hapa. Ndio maana Yesu yuko kwenye mkutano huu. Kwa sababu kuna ndugu zake. Kwa sababu kuna ndugu zake. Kwa sababu kuna ndugu zake. Hapo Betania, Yesu alipofika pale Betania, akaranga akamote. Walikuwa wakikaanga, anasikia harufu nzuri. Haleluya. 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 Hivi Yesu akikuangalia anasikia harufu nzuri au anasikia harufu mbaya? Haleluya. Ashitse Betania baramwakira kadoherere. Akifika Betania walikuwa wanampokea vizuri. Ukingana Marita yatanze ibibazo alikanashughulika karanga. Mnakumbuka jinsi Marita alipokuwa na shughulika na kukaanga? Yesu alikuwa yiterera inkuru na Maria. Yeye alikuwa anaongea na Maria. Walikuwa akiongea na Maria. Maria bandanya karanga, Marita bandanya karanga. Marita naye alikuwa anaingia kutafuta chakula. Marita myotsi murembeje. Moshi ilikuwa imemzidi. Ya mumajishi myotsi. Kwenye macho anasikia moshi. Kwenye mapua anasikia moshi. Karanga ngo azimane Yesu. Alipokuwa anakaanga kitaka kumpa chakula Yesu. Alikuwa kamwigisha. Akaja akasema hivi
Mwalimu, ndubona ingene Maria yananye bikogwa. Unaona jinsi Maria alivyoniachia kazi zote. Mubwira zamfashe. Mwambie aje anisaidie. Yesu aramubwira ati Marita. Yesu akamwambia Marita, kurigora muri byinshi. Unashughulika kwa mengi. Ariko Maria ntangorane n'umureke. Lakini Maria yahisemo umugabane. W'igiciro kinini cyane. Yahisemo umugabane. Haleluya. Maria amechagua fungu jema. Hapo si hiyo sehemu. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa anampenda Martha, alikuwa anampenda Maria, anampenda na Lazaro. Msalimie ndugu yako, mwambie kwamba Yesu anakupenda. Haleluya. Haleluya. Ilifikia wakati Lazaro akafa. Kandi yaanza kugwara batumako Yesu. Alianza kuugua lakini wakamuita Yesu. Yesu acharateba. Yesu akakawia huko. Yesu akakawia huko. Ega Biblia ivuga ngo, Biblia inasema kwamba azorubacira vuba naho abatebya, kwamba atakata shauri hata kama na kawia. Hari usanga bigateba. Kuna wakati unaomba lakini unakawia. Hari gihe usaba bigateba. Unaweza ukaomba lakini kakawia. Ariko Yesu yabyumvise. Yesu alishasikia. Yesu ndiyibagira. Yesu hasahau. Yesu nasinzira. Yesu hasinzi. Anaosa kumayumviriza basaka. Kila wakati sehemu zote anasikia sauti la wana watoto wake. Lazaro aragwara. Lazaro akaugua. Yesu ndiyaza. Yesu akufika. Yesu amere yasarasiba. Siku ya kwanza akakataa kufika. Lazaro barazika. Lazaro wakamzika. Umunsi wa mbere, siku ya kwanza, kabiri, siku ya pili, siku ya tatu, kumusogera kane Yesu araza. Siku ya nne Yesu akafika. Akaza na bigishwa biwe. Akaja na wanafunzi wake. Kumbe Lazaro alikuwa kaburini. Bali wamwitara ati Yesu nashererwa. Mwambie jirani yako kwamba Yesu achelewi. Imana nisharerwa. Mungu achelewi. Imana nisharerwa. Mungu achelewi. Mungu achelewi. Saa igeze irakora. Saa yake ikifika anatenda. Marita charaza kumusaidira. Akaja kumuona mwigisha. Akamwambia mwalimu, yuba wali hano musaza wacu nabaye. Ungekuwepo kaka yetu angefariki. Marita yaratase mu bwenge. Martha yaratase mu bwenge utata. Martha akumuelewa Yesu. Yuba wali hano musaza wacu nabaye. Ungekuwepo hapa kaka yetu angefariki. Hagerero yurikura hamba hari umukuru utabigiranye ubwenge urahasigara. Unapobishana na mkuu unatumia akili. Unatumia akili bishana na mkuu. Mukaba urashobora gukoresha ubwenge. Unaweza kutumia akili. Ukora tatira umukuru urakoresha ubwenge. Ukiwa unabishana na mkuu uzumva ati ni iby'ukuri. Yatasi. Unasikia kwamba anataka kuongea nini? Ila kama unakuja kabisa unampokea kama ni mkubwa. Martha naye alitumia akili. Kuna wanawake ambao hawajui kutumia akili. Mume wake kama amechelewa kufika, kama umesonga ugali umekauka na mboga zimepoa, akifika unamuuliza masaa yote haya ndio unafika? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Akadodora, anabisha hodi, ukinumagaza ukachikalia kimya. Nataka niwaambie ndugu zangu, hakuhamagara umuntu yinumagaje kuliko muite mtu ambaye amejikalia kimya. Uhamagara usinziriye. Unaweza kumuita mtu ambaye amesinzia. Uhamagara winumagaje, uhamagara usinziriye. Kuliko umuite mtu ambaye amekunyamazia, ni bora uite mtu ambaye amesinzia. Ukasinziriye ugahamagara yitabazazamuka. Maana kama umemuita amesinzia, yeye anaitika kwa kishindo. Ariko yinumagaje. Lakini kama amekukalia kimya, ni saa yo heru hamagara ntage. Hata saa inaweza kupita bila kukuitika.
Maneno wale abagore binumagaza. Kwa hiyo kuna wanawake ambao wanajinyamazisha. Hodi hodi. Wananyamanza ukisikia hodi. Akashayongeza umugono. Basi akaanza kukoroma. Ngarara umugabo yinjire. Basi mume wake akiingia. Haya masaha yose wali. Anaanza kumuuliza, wewe masaha yote ulikuwa wapi? Niambie ulikuwa wapi? Suna nijua mimi, suna nijua kabisa. Ngorane zishaziba rero. Matatizo yanaanza sasa. Mugabo ni watata mu bwenge. Lakini kama ukatata mu bwenge. Lakini kama umeshindwa kumuelewa, ucuvuga uti Imana ishimwe. Unaona kwamba Mungu asifiwe. Nari nahagaritse umutima ngira ngo wagize ingorane kubona ya masaha. Nilikuwa nimeweka roho juu kwamba nahagaritse umutima ngira ngo wagize ingorane. Nilikuwa nafikiria kwamba umekutana na matatizo. Kuja Imana ishimwe. Kwa sababu umekuja, Mungu asifiwe. Nachunga nimesonga ugali umekauka. Nimboga zahoze. Na mboga zimepoa. None ngubu ugali. Sasa ugali huu hapa. Namaze kuuma. Umeshapoa. Sinzi kubushobozi. Sijui kama utaweza. Nambanza nigipanga tuutemeshe. Kama tunaleta upanga tuukatishe. Aho rero umugabo acabona ati nivyukuri madame yababaye. Ni lazima mwanaume anaona kwamba mke wangu amekasirika. Mke wangu amekasirika. Lakini ukimtolea macho, hata makofi atakupiga kabisa. Martha akamwambia Yesu kwa hekima, ungekuwepo mahali hapa Lazaro kaka yetu angefariki. Ungekuwepo mahali hapa Lazaro angefariki. Yesu akamwambia kwamba Lazaro atafufuka. Martha akasema kwamba atafufuka siku ya mwisho. Akasema kwamba mimi ni kitu na kufufuka. Hata kama amekufa atarudi kufufuka. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero bati Yesu Martha aragendera amagara Maria. Basi Martha akamuita Maria. Maria nawe avuga nk'aya majambo ya Martha. Maria naye akaongea maneno kama yale. Abayuda bari baje kubaremesha bariko bararira. Wayahudi walipokuwa wamekuja kuwafariji. Yesu aravuga ati mwamuhanze. Yesu akauliza muri muzika wapi? Baravuga bati mwigisha ngo wirabire. Wakamwambia njoo uangalie Yesu. Biblia ivuga ngo Yesu ararira. Biblia inasema kwamba Yesu akalia. Abahinga basigura ivya Biblia. Watuonesha wanaofafanua mambo ya Biblia. Bavuga yuko umurongo mutoya muri Biblia yose. Wanasema kwamba mstari mfupi katika Biblia uvuga ngo Yesu ararira. Ni mstari unasema kwamba Yesu analia. Haleluya. Haleluya. Ashitse rero tarababarira. Alipofika akawaambia, bali bamuhanze mu isenga bugaze kibuye. Walikuwa wamemweka kwenye kaburi. Yesu ati nimukure hicho kibuye. Yesu akawaambia toa jiwe. Martha atangura gukara mu bwenge. Martha akaanza kusema kwamba mwigisha amaze iminsi 4. Yesu amaze iminsi. Mwalimu ana siku 4. Yaramaze kunuka. Ameanza kunuka. Bakuye hibuye. Wakitoa jiwe. Umunuko washudukwira. Tutasikia harufu mbaya. Nawagira mu vyumviro vy'umwana w'umuntu. Nataka niwaambie katika fikra za mwanadamu. Kamera ku mwana w'umuntu hama Mungu ntibishoboka. Katika fikra za mwanadamu pana kuwepo haiwezekani. Ariko muri mpemu yera vyose birashoboka. Lakini katika roho wa Mungu yote inawezekana. Yote inawezekana. Kwake inawezekana. Yote inawezekana. Imana nta kinani. Mbele za Mungu hakuna kinachoshindikana. Haleluya, haleluya. Nibo okura hibuye. Martha akasema kwamba hawezi kutoa jiwe. Ana siku 4 ananuka. Bakuye hibuye umunuko ntitwawukira. Wakitoa jiwe tunakusikia harufu mbaya. Sinakubareye ko ndikuzuka n'ubuzima. Yesu akamwambia si nikwambia kwamba mimi ndio kifo na kufufuka. Unyizera nawe barapfa. Atakayenitumainie hata kama umekufa atakuwa mzima. Acharanyugwa. Martha akamuelewa. Ishamu y'umunsi ukanyugwa. Shama muri gikorano ukanyugwa. Na kusielewa usikie. Umeelewe.
Yale uliyoramika yote uyaache. Yale uliyoramika yote uyaache. Mara takasema watoe jiwe. Watoe jiwe, hakuna shida. Watoe jiwe, hakuna shida. Yesu akamwita Lazaro, toka nje. Lazaro, toka nje. Lazaro yari apfuye. Lazaro alikuwa amekufa. Ijwi rya Yesu, lakini sauti ya Yesu alisikia. Ndio maana niko nasema neno hili. Wote wote ambao niko nanisikia, akisikia sauti yangu, asikie sauti ya Yesu. Asikie sauti ya Yesu. Asikie sauti ya Yesu. Sikia Yesu anaita. Atakaitika, wataenda naye. Umwitaba wese baracana. Yesu ariko arahamagara. Umwitaba wese barajana. Umve Yesu. Umve Yesu. Sikia Yesu anaita. Lazaro, ijwi rya Yesu limusanga mu kuzimu. Lazaro, sauti ya Yesu ikamkuta kaburini. Amaze iminsi naye yarapfuye. Alikuwa na siku 4 amekufa. Hari ibicumuro, warapfuye wishwe n'ibicumuro. Wewe umekufa kwa dhambi fulani. Warapfuye wishwe n'ibyaha. Wamekufa kwa ajili ya dhambi. Warapfuye wishwe n'akaburegwe. Umekufa kwa ajili ya ulevi. Warapfuye wishwe n'ubusambanyi. Umekufa kwa ajili ya uzinzi. Yakuye Lazaro mumva. Sauti ya mtoa Lazaro kwenye kaburi. Lazaro mumva y'umuzira wo kuzura. Leo ukikubali utakuwa utafufuka. Lazaro akafufuka. Afufuka tekeye. Alifufuka akiwa amefungwa. Kumagura tekeye. Alikuwa amefungwa kwenye miguu. Kwenye mikono alikuwa bado amefungwa. Bamufunze igitambara. Hata kwenye macho alikuwa amefunikwa. Yesu ati ni mumuhamburure mureka agende. Yesu akasema mutolee icho kitambaa aende. Lazaro atangura kugenda. Lazaro akaanza kutembea. Lazaro arabaye muzima. Lazaro akawa mzima. Haleluya. Haleluya. Abari bishwe n'ibyaha mu izina rya Yesu baraba bazima. Ambao wamekufa na dhambi watakuwa wazima katika Yesu. Hata sisi tulikuwa tumekufa na dhambi, kwa sasa tuko wazima. Lazaro kaanza kutembea. Niko naongea habari za Betania. Yesu ashikanye babigishwa. Alipowafikisha wanafunzi wake. Alipowafikisha karibu na Betania. Na hamwe Lazaro yazukira. Mahali Lazaro alipofufukia. Niho yabungururije. Ndipo wapeleka. Akanyanyua mikono akaanza kuwabariki. Akanyanyua mikono akaanza kuwabariki. Naona Yesu alikaraheza girishengero muri iki gikora. Naona Yesu yuko anabariki kanisa katika mkutano huu. Yesu kanabariki kanisa katika mkutano huu. Akanyanyua mikono akawabariki. Alipokuwa akiwabariki, akaanza kuvuka wakimuona. Akavuka wakimuona. Arengeye igicu kimukuye mu maso yabo. Mpaka alipofunikwa na wingu kuya mu maso yabo. Wingu lipo mutoa machoni mwao. Acha haza abagabo babiri. Wakaja wanaume wawili. Abo bara bamalaika. Hao walikuwa ni malaika. Kandi basigura ibya Biblia. Wafafanuzi wa Biblia bavuga yuko kijya gicu cyamukuye mu maso. Wanasema kwamba lile wingu ni cyari gicu. Likuwa sio wingu. Bara bamalaika. Likuwa ni jeshi la malaika. Baboneka mengo ni gicu. Walikuwa wanaona kama vile ni wingu kule mbali. Alikuwa ni cyari gicu. Lakini ilikuwa sio wingu. Malaika. Ilikuwa ni jeshi la malaika. Zaburi havuga ngo. Kwenye Zaburi panasema hivi. Yatuza mwijwi ry'inzamba. Alienda kwenye sauti la parapanda. Haleluya. Yesu ngo yatuza mwijwi ry'inzamba. Kwamba Yesu alipaa kwenye sauti la parapanda. Bali kwizi cyanga bigishwa ntibashobora kuzumva. Hiyo parapanda wanafunzi
kwanza wangeisikia, lakini Yesu alisikia. Mbingu ilifunguka, malaika wakaja, Yesu akawa katikati yao. Wanafunzi walikuwa wanaona kama vile wingu, lakini ilikuwa ni jeshi la malaika. Hao malaika walimuoneka siku ya nyuma, wakati Yesu alipokuwa amezaliwa Betlehemu. Biblia inasema kwamba walikuja jeshi la malaika, wakaanza kumtukuza Bwana ili heshima ya Mungu ionekane panapoinuka. Kwa hiyo hata kuvuka, hao malaika walikuja, wanafunzi wakaona kama vile ni wingu. Piga makofi Yesu. Haleluya. Waliwaona kama wingu. Kwenye Zaburi panasema kwamba alienda kwa sauti ya parapanda. Hiyo sauti ya parapanda ndipo tutakapovuka na sisi. Haleluya. Hao malaika wakati wa parapanda, hao malaika ndio watakuja kutupokea. Ndipo watakapokupa chakula. Haleluya. Nilikuwa nasema kuhusiana na neno baraka, kubarikiwa. Tumeona kwamba ili mtu abarikiwe, Mungu anakuvusha pale ulipo, anakuweka sehemu nyingine, basi anakubarikia hapo hapo. Mwambie kwamba kwenye kanisa la Mungu kuna baraka nyingi. Kwenye kanisa la Bwana kuna baraka nyingi. Na kusiwe ulikuja kwenye mkutano huu, usitoke hapa bila kubarikiwa. Usitoke hapa bila kubarikiwa. Usitoke hapa bila kubarikiwa. Wewe ulikuja kwenye mkutano huu, utoke hapo umebarikiwa ukiwa na furaha kubwa. Kingine kipofanyika, walimwabudu, wakarudi Yerusalemu wakiwa wamefurahi, walikuwa wana furaha. Mibaraka ambayo tuko tunaipata hapa kwenye mkutano huu, tutaupokea, tutaenda nao. Tutatoka hapa Kigoroi tukiwa na baraka. Wewe uliyekuja hapa ukiwa na huzuni, utatoka hapo umefurahi. Wewe uliyekuja hapa ukiwa umefungwa, utatoka hapo umefunguliwa. Wewe uliyekuja hapa ukiwa mgonjwa, utatoka hapo umepona. Wewe uliyekuja ukiwa umenungulika na ndugu yako, utatoka hapo na furaha. Wewe uliyekuja na matatizo, kutoka hapa matatizo yameisha. Kwa hiyo tutatoka hapa na furaha. Na wasimu na baraka, muwe na furaha katika roho. Umanditsi w'imigani aliandika kitabu cha Methali. Watu ambao hawana furaha, kuna kitu ambacho hawana. Imigani 17:22. Methali 17:20. Imigani 18 kumurongo. Methali sura ya 17 mstari wa 20 mstari wa 22. Dusome 17 murongo wa 12. Methali sura ya 17 mstari wa 22. Panasema hivi. Mstari wa 22. Umutima unezerewe, moyo uliochangamka, n'umuti ukiza, ni dawa nzuri. Ariko umutima usaze uumisha amagufa. Bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Umutima unezerewe, roho ambayo ina furaha. Umutima unezerewe, roho ambayo ina furaha, n'umuti ukiza, ni dawa ya kuponya. Umutima unezerewe n'umuti ukiza, yaani roho ambayo ina furaha ni dawa ya kuponya. Haleluya. Haleluya.
Mbega urumva umunezero mu mutima? Hivi unasikia furaha moyoni? Uwumva umunezero mu mutima ni uwamaze guharirwa ibyaha. Anayesikia furaha moyoni ni yeye aliyesamehewa dhambi. Nta kindi chonezera umuntu nk'agakiza. Hakuna kinachoweza kufurahisha mtu bakiwa sio wokovu, pasipo wokovu. Na ivyisi biryoshe agakiza niko karengera. Hata kama ya dunia ni mazuri yanafurahisha, lakini wokovu ndio unapita wote. Leo moyo wa furaha ni dawa ya kuponya. Moyo wa furaha ni dawa ya kuponya. Ndakwifurije umunezero. Nakusi upate hiyo furaha. Upate hiyo furaha. Ikindi kigabo cyasanze umugore n'umugabo bariko baratwenga. Mwanaume mmoja alikuta mume na mke wake wako wanacheka. Acharababara. Yeye akaumia. Ashanga birantangaza. Akasema kwamba mimi nalishangaza. Umugore n'umugabo kugira ngo bayage kugeza aho batwenga. Mume na mke wanafurahi mpaka wanacheka. Alihora badafise umunezero. Kuna watu ambao hana furaha. Umugabo bw'amabwije. Mwanaume anakuwa kama vile ni usiku. Umugore bw'amabwije. Hata mke wake anaonekana uso wake kama vile ni usiku. Moyo mwenye furaha ni dawa ya kuponya. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Y'abagabo b'ingorane. Kuna wanaume ambao wana matatizo. Oneka yemwe hamwe yoshika agakara. Hivi akifika akikasirika, umudamu agacaneze kwa gatwenga. Ariko gapafanaka mubitenyene. Kwa hiyo akitaka kumpika mkeo, mke akaanza kucheka. Hivi wewe mwanaume kama sio mwewe anaweza kumpiga mke wake wakati mke wake ana furaha? Moyo wa furaha ni dawa ya kuponya. Moyo wa furaha ni dawa ya kuponya. Ariko umutima usaje wumisha magufa. Lakini moyo uliokauka, moyo mbaya unakausha mifupa. Niganda hakarorero kamwe. Acha niwape mfano mmoja. Mudandaza umwe yagiye kudandaza imicungwa. Mfanya biashara mmoja alienda kufanya biashara machungwa. Ikivumbu c'imicungwa ihiye neza. Likuwa ni chamba ambayo limejaa machungwa yaliyoiva. Yari yarabuze umunezero. Alikuwa hana furaha huyo. Kadandaza yije. Alikuwa akiuza, amehuzunika, amekasirika. Ugize ngo araza ngo amugurire atumbereye agacamuraba nabi. Mtu akija kumununulia anamwangalia vibaya. Bagacha barengana. Basi huyo anapita. Amasaha arahera atawumuguriye. Saa zikapita bila kununuliwa. Atawumuguriye. Masaa yakapita bila kununuliwa. Anaanza kumubaza. Hamna alikuwa anakwenda kumuuliza. Amubaza nawe mimi kanya ahejikaza. Kwa sababu alikuwa anaonekana usoni kama aliyekasirika sana. Umuntu aramwitegereza. Mtu mwingine akamwangalia vizuri. Akamuuliza, hivi wewe mwanaume, wewe uko hapo mbona umekasirika? Siramufasha kudandaza. Toka nikusaidie kuuza. Ikabo gishagera hagurukanye ne kibabaye. Lile mwanaume likatoka likiwa limekasirika. Yagarara nka. Akasimama hapa. Wao ndacharaza. Yule palipokuja atafata umuchungu umwe. Akaanza kuchukua chungwa. Arawusarura. Akamenya. Atatangura kurya. Akaanza kula. Akaanza kula kiita wateja. Akawa nakula. Maji akawa anamiminika. Machungwa mazuri hapa. Basi wateja wakafika. Wakaanza kuuliza hapa ni ngapi? Wananunua. Kwa wakati mmoja ile tega ikawa imeisha. Hela akamkusanyia akampelekea. Akasema kwamba hela yako hii hapa. Roho ambaye na furaha ni dawa ya kuponya. Bazokwifuza kumera nk'uko tumeze igihe bazoturi beza. Watatamani kuwa kama sisi watakavyotuona tulivyo. Bazokwifuza ishengero kuko wanarinezerewe. Watatamani kanisa wakiona kwamba kanisa mtuna furaha. Wakabona mengura baba
bababajwe n'ibikorwa by'Imana, lakini watakapoona kwamba unaumizwa na matendo ya Mungu, bakaona mengo uraruhishwa no gusenga, wakiona kwamba unakasiriwa na kumwomba Mungu, bakaona mengo uraruhishwa no gukora ibikorwa, wakiona kwamba umechoka na kufanya kazi ya Mungu, akumuri kuridoga, wakaanza kusikia manunguniko, kuvuga nabi shangaro gito, wakasikia kwamba unaongea kanisa vibaya, kuvuga nabi bene, wakasikia kwamba unaongea vibaya wenzako, ndugu zako, wakasema kwamba unakataa ya Mungu, nazokwifuza kugukurikira, hamuna atakayependa kukufuata. azoshavuga ngo n'abariyobara, atasema kwamba hata walio kule wana matatizo. Ngayo ni hayo umutima unezerewe umutukiza, moyo wenye furaha yawe ya kuponya. Kwa hiyo wanafunzi wasipobarikiwa wakaenda nyumbani na ile furaha. Majambo twaliko turavugana mwesa wa mbizima, ni haya maneno waliosikia maneno ya Mungu na kuyaelewa. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo katika jioni hii ya leo, umuntu wese narimbure mu mutima we, kila mtu aangalie moyoni mwake, abikibanza urimo mu by'imwemu, angalia nafasi ulionayo katika kiroho, ugeze mu by'imwemu, angalia umefikia wapi katika kiroho. uri kuravugana n'Imana kwa masengesho waduga imanika yake, ukiwa na unamuomba Mungu maombi yako yanapokelewa. Angalia kwenye matendo yako, kwenye mkutano huu Mungu anakusudia kukubariki, lakini anataka tuhamishe tulipo, anataka tuhamishe tulipo, utoke kwenye zile fikira mbaya, utoke kwenye yale maneno mabaya, utoke kwenye zile kazi mbaya, utoke kwenye huo udhaifu. Mungu akuvusha kusimamisha sehemu nyingine, uendelee kupata baraka kwenye mkutano huu, uendelee kubarikiwa. Nani anataka kuondoka hapa akiwa na furaha? Kama una matatizo njoo tukuombe. Wakati umepatikana wa kuombewa, lakini nataka nikwambie, neno la Mungu likija, yani ni kioo. Watoto wa Mungu waliobarikiwa hawatendi dhambi, lakini dhambi ndogo ndogo zinakuja. Zile dhambi ndogo ndogo zinakuja. Wakati ukiwa unatembea, Shetani anakasirika na kutia matope, anakuwekea fikira mbaya. Nilipokuwa naongea maneno haya, unaweza ukaona sogea mahali hapa, sogea mahali hapa mbele ya watumishi wa Mungu, maana Shetani anaweza akakutia matope, akakuwekea matope hata kama hutaki, ili Mungu akikuangalia akuone vibaya. Maana mwimbaji alimba kwamba Mungu akituona na damu hawezi kutuhukumu, tunaitwa watakatifu. Sasa naye ambaye tunaweza kuombea kwa wakati huu, kuna mtu ambaye alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, Shetani akajiazima ulimi wake, walimushika mwizi sehemu fulani, wakasema ameshika mwizi sehemu fulani. Yule mtu akasema kwamba wamewashika hawajawaua, wamewashika kweli hawajawaua. Nikamwangalia, umesemaje? Umesema wawaue. Akasema wawatie upanga wa maombi. Nataka nikuulize, unafikiri alikuwa anataka kuongea hivyo? Shetani anajiazima ulimi wetu, akajiazima fikira zetu, ukakuta mesha kuharibu. Tulikuwa tunataka tukuombe damu ya Yesu. Karibu mbele za Mungu,
Karibu mbele za Mungu. Karibu mbele za Mungu kabla hatujaomba.